Hizo la huba tupendane namna gani? Ndo mada yetu leo kwenye Kimasomaso. Naitwa Lofty Matambo, niko na Evelyn Ogendo, Pastor Kush, Kabi wa Jesus na Dan Mugera kujadili swala zima hili la tuwapende vipi. Ni zawadi pekee ama kuna mengineyo? Naam, kabla kwenda pumzikoni, kaka Kabi, tulikuwa nimekuuliza tu hizi fununu na watu kuuliza, jameni, kwani kwenye mtandao tu pesa zote hizo za zawadi? Audi ile mwanzo iligharimu shilingi ngapi kaka ile Audi? 3.4. Wajua kuna Audi mbili. Kuna ile ambayo mpenzi wangu alinipatia, hiyo ilikuwa ya 2.5. Alafu sasa tukaongeza pesa, tuka upgrade to ile, tukajadiliana tukaona ya kwamba ndio ilikuwa zawadi nzuri, lakini sasa tuongeze pesa tu upgrade kwa hii ya 3.4 million. 3.4 million. Yani milioni 3.4, 1, 2, 3, 4 paka milioni Lakini Lofty, wafaa uelewe ya kwamba sisi kama the wa Jesus family sio pesa tu ambayo tunaleta kwenye meza. Pia tuko na value ambayo tuna reach watu wengi sana. Kwa hivyo lazima pia ile pesa tukakuwa watu wanakumbuka ya kwamba wasiangalie hii kitu ni ya pesa ngapi, imekuwa pesa ngapi, iko value tunaweka kwa meza na iko ile pesa tunaweka kwa meza. Safi. Nataka kabla kwenda kwa jopo langu weke wazi baadhi ya mambo ambayo wengi walipoona nimetundika mtandaoni kwa nayo wamesema muulize haya maswali. Wengi hawaamini kama hizi zawadi zilikuwa za ukweli. Wanasema ni njia ya mauzo, mlielewana na wauzaji magari kwamba muweze kuwa tag paka kwenye Instagram ili watu wakanunue magari kwao na wala si zawadi za ukweli. Kuna ukweli hapo? Weka wazi siku ya leo. Wajua vile mmeniuliza, Pastor Kush ameshangaa sana, unaonesha bedroom yako. Unaonesha bedroom yako kwa njia gani? Hivyo tu, hii gari yangu nitaiendesha kwa mwaka mmoja, nikisikia bado inanifurahisha mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mpaka wakati nitasikia imenichosha. Kwa hivyo mimi sifichi, hiyo gari wataendelea kuiona katika mitandao kwa sababu sisi tunashare life yetu kila siku. Tukitoka tukielekea meeting zetu watatuona kwa gari next month, next year, na sasa sijui tena story itakuwa gani. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba sisi hatuwezi kufanya hizo gimmicks. Kwa sababu sisi maisha yetu sisi kama wasanii, wajua ule muimbaji waweza kuwa leo uko kwa gari, kesho hauko. Sisi maisha yetu tunaionyesha kama ilivyo. Ni kama useme ya kwamba tutahamia nyumba fulani tuonyeshe kwenye mitandao, alafu kesho hatupo kwa hiyo nyumba. Ama ni surprise bibi yangu kwa hii bedroom, alafu kesho ikuwe hatuko kwa bedroom. Kwa sababu ya the kind of content that we create which is real. Lazima kila kitu tunafanya ikuwe real. Lifestyle vlogging. Hiyo gari itaendelea kuonekana katika vlog zetu na gari ni yetu. Sasa sijui next month watasema nini. Watasema I am extend hiyo contract ya kuonyeshana kwa Instagram picha, lakini pia ni vizuri tuelewe pia kuna part ya marketing. Kwa hivyo hata ule mtu anakupatia gari lazima pia kuna part ya marketing. Kwa hivyo sasa kama sisi kwa sababu ya mahali ambapo tuko, waweze uka-approach mtu yoyote. Mwambie nipatie discount ama nipatie discount ya kitu hiki na mimi nitakuposti. Haya, shika, hii ndio pesa niko nayo. Waelewa? Kwa hivyo kuna njia tofauti sana. Ndio kuna marketing kwa ile gari, lakini pia kuna ownership. Ownership hauwezi ukaidismiss from that. Safi kabisa. Swali la mwisho kabla kwenda kwa Mankush. Evelyn, sekunde moja tu kabla kuja kwako. Sekunde moja kabla kuja kwako, nataka nimpe swali la mwisho. Je, unahisi kwamba Kabi unatoa shinikizo ambalo halifai kwa ndoa changa? Wanatamani watu kuishi kama wewe kwa lazima mpaka wanajiumiza. So mimi niko na marafiki. Kuna rafiki yangu juzi amenunulia bibi yake Range Rover. Hakuposti kwenye mitandao, lakini mimi namjua. Niliona alimnunulia basi mmoja safi tena local, alinunua hapa Kenya. Tena mimi sikuwa nasikia vibaya. Challenge yangu haikuwa ile ya wivu ama ya kufeel kama mimi siwezi. Ilikuwa ile ya kufeel hata mimi siku moja naweza taka kufanya kitu kama hiki. Kwa hivyo hata mimi nikifanya hizi vitu wanafaa warudi nyuma, waone ya kwamba kuna wakati nilikuwa namzawadia bibi yangu bra ya 200 Githurai, nimeenda nimenunua na nimeshoot, nimemzawadia nikamwambia hii ni ya 200 nimenunua Githurai, ni zawadi yako. Lakini sasa
Mungu anaendelea kutuinua na hatuwezi tukakaa chini ili tusiseme eti watu watakwazika. Watu lazima wajue ya kwamba we have to grow. Kila siku tunaendelea kwenda juu, hatuendi chini. Kwa hivyo you should be inspired and not challenged. Kama hauwezi nunulia bibi yako gari, maybe unaweza ukamnunulia hata mkate, ama umeleta nyama jioni, bado unaleta kitu katika nyumba. Kwa hivyo wewe cheza na minsi yako, usikuwe na pressure kwa sababu ya zile vitu unaona kwa social media. Cheza ligi yako. Mimi ningetaka nifanye kama rafiki yangu alinunua Range Rover, lakini si mimi naweza kununua shamba. Siwache ninunue shamba. Safi kabisa. Kila mtu acheze ligi yake. Evelyn, ulitaka kumuuliza swali, muulize. Mimi Lofty, unajua hii mambo ya zawadi hapa, zawadi bibi, zawadi bwana, zawadi, hii si jambo mbaya. Lakini unajua nimeshuhudia kesi kadhaa mimi hapa nje. Kuna politician mmoja anaenda Ngong Road, anaenda anachukua gari kwa showroom, analipa kusudi tu ionekane, ndio kisha warudishe na wakalipe hela. Mimi nashangaa hii mambo ya waziwazi. Mimi kwa opinion yangu ni mambo tu ya show off. Na mimi kitu ile naweza taka kuuliza Kabi ni ya kwamba yeye amesema ametoka kwa humble beginning. Mara moja iti kwa sekunde 2-3 hivi yeye mwenyewe ajiondoe ile kiatu ya sasa, avae kile kiatu ya zamani. Ajue vile alikuwa anaangalia hata mtu akona gari lake na anajua yeye mwenyewe hayuko karibu na kupata hiyo kitu. Na watu wako tofauti. Sasa yeye kwa akili yake saa hizo ana show off kwa wafuasi wake. Anajua kuna wale wenye hawana hiyo uwezo na inawapatia pressure na inawapatia wasiwasi ya walali. Kwa sababu wanaona huyu akona hii anaweza zawadia bibi yake na kuna wale wameishi hiyo maisha hiyo ya chini, hiyo Kayole ametaja hapo kwa ameishi hapo akiwa chini, na sasa Mungu amemuinua. Anajua kuna watu wameishi huko Kayole, wamejaribu hizo vitu zenye anafanya na wao wenyewe hawajaweza hata kuhama Kayole, na sasa hivi wako na miaka kama 60. Yeye anaweza waeleza vitu gani? Mbona awatie machungu? Kwa sababu sisi wenye tuko kwa hii show ya leo, mimi sizungumzi kama Evelyn. Mimi nazungumzia watu wengine wale wako wenye hawezi pata fursa ya kuja kusimama hapa na kuzungumza na wananchi. Ndio mimi namuuliza yeye mwenyewe ametilia manani that is an unfair act. Wewe mwenyewe kama Mungu amewabarikia, amewazawadia, amewapatia pesa. Mbona msikae na pesa zenu na mulete content kwa channel yenu, mulete content ile yenye inafanya marriages ziwe strong, marriages watu wawe wavumilivu. Sasa mimi ni mfuasi wake, mimi nataka anipatie advice. Mimi nikija kwake naona vile alikuwa anazawadia bibi yake, bwana yake, nani alikuwa anazawadia. Mimi mwenyewe kuomba fair ndio nifike hapo, mimi mfuasi wake. Nimeona yeye atakuwa na encourage kwa ndoa ama discourage kwa ndoa. Evelyn, nafikiri kitu ambacho ameelezea Kabi wapo nimemwelewa vizuri ni kwamba hiyo ndo njia yake ya kipato, kwa hivyo hana cha kuficha. Sasa sijui, wacha tusikize Pastor Kush, maana wewe kivyako unahisi kwamba anawatia pressure kama unavyosema, shinikizo la kupita kiasi. Pastor Kush, nimekupata katika mahubiri yako mengi sana ukisema watu wajitokeze kutia bidii ili waweze kufanikiwa hata ukiwa katika vipindi vya kichekesho. Mbona leo unabadilisha kauli kwa sababu Kabi anaonyesha jinsi anavyozawadiwa na mkewe? Sijabadilisha kauli kabisa. Na nataka unielewe vizuri. And do me one favor, don't put words in my mouth. Number one, as we grow, priority changes. Vile naona mambo kwa miaka ambayo niko ndani yake naelekea 60. Sio hivyo Kambi anaona mambo. Kambi anaona mambo kwa njia tofauti na ile mimi ninaona. That's why I've said as we grow, priority changes. As we grow, our wisdom also goes high. So that there are those things that I can do through wisdom, which is going to encourage somebody else. There are those things I can do with wisdom, but I'm hiding them, but I have not denied anybody to see. Let them see, but I have not shown them. Let them see and admire what I have, but I have not displayed it. Kwa hivyo huyo mtu atakuja kuniuliza, nitafanyaje ndio nifanye hivi na hivi na hivi na hivi, na mimi nimwambie mvumilivu ulambivu. Kwa hivyo sitaki mambo yaonekane hivi
na wakienda kufika 60s, because I'm not so much impressed na mwanzo wa kitu. I'm impressed na mwisho wa jambo. Mwisho wa jambo is better than mwanzo wa jambo. Lakini kwa sababu kijana wangu mapato yake anayapata kwa vile anavyofanya, na muombea Mungu akae tu hivyo, lakini azeeke akiwa katika hiyo hali, lakini sio azeeke akija kupigania kelele hapa kama vile tumeona artist wengi wakipigania kelele hapa na wake zao. It does not augur well with me, kwa sababu watoto watakaoona vile baba yao alivyokuwa anafanya mama yao, ama mama yao vile alikuwa anafanya baba yao, kwa hizo hasira, na alikuwa anaonyesha ulimwengu wote mambo mengine. Ndio sababu tunavaa nguo. Tunavaa nguo ili tufiche uchi. Sio kwamba ati Kambi hujui ni nini nimeficha. Sio kwamba wewe mufti sio unajua nimeficha nini. Lakini sio lazima nikuonyeshe. Unaona? Kuna mambo nimeficha. Ni yangu, yes, lakini naificha. Kuna mwenye anastahili kuona yale nimeficha, lakini sio nionyeshe ulimwengu mzima nimeficha nini, kana kama kwamba wao hawajaficha. Kwa hivyo mengine tufiche. Naam, Pastor Kush, yes, swali, je, unahisi kwamba hili shinikizo linaweza kuwasaidia vijana watie bidii zaidi ili wafanikiwe katika maisha, la kuonyesha ama kuona wenzao kama kina Kabi wanavyoendelea? Unakataa? Haiwezi. Nakataa kabisa. Nataka wajionee, sio waonyeshwe. Sasa wataona wapi, Pastor Kush? Wataona ukiwa nayo. Kwani Kambi hukununua gari ikae bedroom, ulinunua gari uendeshe barabarani. Watu wataona ukiwa na gari. Watu wataona ukiwa na gari, wataadimaya, na watakuja privately wakuulize, my brother, hey, you are blessed. Na wewe waambie, if you want to be blessed, Jesus Christ is the way. But why should I come and I think Kambi, I have a lot of cars, not one. But I don't is present. I have a lot of shambas, not one. Yes. I have a lot of houses at my age. I don't is present. There are many people who have come to me to ask me, how did you reach this? Now I'm here, A, B, C. But dakika moja Kabi, mpe sekunde moja alafu mjibu. Unielewe vizuri. What you are doing as per your age is not bad. What you are doing as per your age is not bad. But I'm worried, ni wangapi warika yako wangetamani kuwa kama wewe, but you have just fried. There is a kangaroo jump somewhere. Why? Life, if you put a kangaroo jump in life, show people how to go. Mimi nilikuwa nachimba choo, ya? Nilikuwa nachukua mavuti, ya? Nilikuwa nafanya hivi, yes? Na sasa niko hapa, ya? So you show them the randa. You show them the randa to cry. But now you have just come. Hii ni gari, hii ni bedroom, mtu mwingine bwana wako Kibera bwana. Lakini Pastor Kush anasema alionyesha jinsi anavyonunua ile kanchiri ama sidiria kule Githurai, alionyesha jinsi anavyopeana zawadi ndogo. Anasema ni makuzi haya. Hamna. Labda uende katika mitandao yao Evelyn, labda huenda ukajionea anavyosema. Hamna. Yeye wacha hiyo mambo ya show off, watulie. Kama anapenda bibi yake, apende tu bibi yake na utulivu. Hapo Evelyn. Kama anapenda bibi bwana, kama anapendwa na bibi yake, pia apendwe na utulivu, kwa sababu hapa nje kuna watu, people have struggles. Watu yeye mwenyewe unajua hakuna raha kuonyeshana hivyo. Evelyn na Mankush, kuna mwenye ameona na under depression sasa hivi. Kuna mwenye ameona vile unazawadia. Haya kidogo. Evelyn Mankush, kidogo tu Mankush, nitakuja kwako. Naomba mnipe muda kidogo. Kabi, naomba nikupe sekunde 30, ulikuwa unawachachawiza, alafu nisikie kwa Dani anasemaje. Mwanzo, wacha niseme Pastor Kush, ningependa kuambia kwamba mimi nimebarikiwa na platform. So mimi gari yangu si ya kuonekana na watu wawili. Vile umesema wewe, watu wawili watakuona kwa barabara, wakuulize ulinunua vipi. Mimi wangu ni mamilioni ya watu katika mtandao. Sasa inspiration yangu sio ya mtu mmoja ule ataniona. Inspiration yangu nataka kuinspire watu mamilioni. Wacha nikurudisha nyuma kidogo. Wakati nilikuwa Kayole, sikuwahi fikiria hata siku moja naweza kuendesha gari yangu mimi. Wacha na gari eti iwe ni Audi. Gari yangu sikuwahi fikiria. Lakini nikakuja nikapatana na jamaa mniangu, nikaona akiendesha gari. Nikamuuliza, kumbe unaendesha gari? Akaniambia, unaweza hata wewe.
Kwa hivyo nikachukulia hiyo kwangu personal, nikasema siku moja nitakuwa nikiweza kuendesha gari, nitaonesha watu wa Young hata wewe unaweza. Nikakuta jamaa mwingine akifanya harusi Kayole, sikupata mtu ananionyesha mimi harusi katika ndoa. Ilikuwa ndoa, wewe kuja kama uiste, tunaanza na tunapata watoto na tunaendelea. Nikapata jamaa amefanya harusi, nikarealize aya, hata kumbe watu wa Young wanaweza kufanya harusi. Nikasema siku moja nitafanya harusi. Nikasema na mimi nikifanya harusi nataka watu wengi zaidi waone nimefanya harusi ili kama vile nilikuwa inspired wakuwe inspired. Alafu nikasema siku moja ngoja kidogo Lofty. Nikasema kuna jamaa nilipatana na yeye, alikuwa tunapatana sana Kayole, lakini sikuwa nimeokoka, lakini yeye sikujua ameokoka. Nikikutana nikamwambia unajua kuhusu Yesu, acha nikuelezee kuhusu Yesu. Akaniambia mimi nimeokoka. Nikamuuliza mbona hukuwahi niambia umeokoka? Akaniambia nilikuwa naogopa wewe umepotea sana. Kwa hivyo nikasema nataka watu wajue mimi ni wa Jesus, ili hata ule mtu ako huko Kayole hatapata mtu wa kwenda kumwambia wewe okoka, kwa sababu anaona amepotea sana. Ataona Kabi wa Jesus katika mitandao, akuwe inspired na aokoke. Mambo ya show off, kila siku tunapata feedback mzuri sana, watu wakisema their lives have changed. Hizo ndio feedback tuko nazo. Hizi za Evelyn za show off hatuna hata. Hizo ni mahaters. Evelyn, naja kwako kidogo. Evelyn, shikilia hapo. Dan, nataka nikulete. Naomba Dan utuambie kisaikolojia, tumesikia upande wa Kabi, tumesikia upande wa mwanasaikolojia mwenzako Evelyn. Je, unahisi shinikizo kwa njia yoyote linaweza kusaidia mtu kuendelea kutoka sehemu moja hadi nyingine kama anavyolitaja Evelyn? Nafikiri nimeweza kumwelewa Kabi. Na mimi singependa aone kama ambaye sote tunampiga mawe. Yeye ni kijana, mimi napenda vijana wanaojituma na kufanya kitu. Tuelewe jambo moja hapa. Kabi yuko kazini. Hiyo ndio nimempata. Kabi katika yale mambo anayofanya katika umri wake na kwa wale watu wanaowafikia, Kabi yuko kazini. Inaweza kuwa ni huduma, pengine atatuambia kwamba ni huduma na pia ni kazi. Ya kwamba katika ile hali ya kufikia watu na kumuinua Yesu, ya kwamba Yesu anaweza kuinua mtu kutoka chini kumleta juu, pia kupitia hapo kwa wale wafuasi wanaomfuata anapata kitu. Na dunia imebadilika Lofty saizi. Tuko tuna YouTubers wengi ambao wanafanya mambo mengi ya kipuzi tu na wanapata wafuasi wengi. Kwa hivyo kama mambo anayofanya Kabi yanabadilisha mwelekeo wa mtandao kuhusiana na mambo ya ndoa, mimi sioni kama kuna shida sana. Kilichokisema mimi ni yeye Kabi aangalie fikra zake kusudi motivi yake isije ikabadilika ikafika sasa ni kutafuta umaarufu na umaarufu mwingine na umaarufu mwingine mpaka Yesu akasaulika, ikawa sasa ni yeye na mke wake na watoto wake na magari na mashamba. Ningependa kumsaidia hivi sana Kabi. Ningependa kumsaidia sana ya kwamba you are doing a good thing but try to diversify your content kwa lugha mkopo. Jaribu kusongeza content iweze kushika vitu vingi, ya kwamba siku zingine utaketi tu pale na muelezee watu juu ya pointi fulani muhimu, vipengele fulani vya kuishi katika ndoa. Siku nyingine onyesheni watu maisha, siku nyingine pia waelezeeni watu juu ya pande zote za ndoa. Tumekupata Dana. Utakapofika miaka 60 Kabi, kama utakuwa bado uko katika YouTube hiyo channel, itakuwa ile content yako iko balanced. Safi. Dan, nimekupata. Pole Evelyn kwa kukukata ule wakati. Naomba nikupe sekunde 30 tunamalizia, utoe hoja yako kwa Kabi. Unajua sasa hii mazungumzo tuko nayo, mimi kwa maoni yangu na kwa maoni ya Wakenya wengi kule nje, amesema kwa wale wenye wanaweka comments nzuri. Watu wenye wako kwa Facebook page yake wherever channel wako hapo wanafahamiana. Yeye mwenyewe ajaribu watu 2 watatu awapatie wafungue pseudo accounts.
Wamueleze maneno, wamwambie vile iko hapa nje. Na saa zingine watu wasichukulie zile vitu zinaandikwa social media ni kama hivyo ziko huko ni ukweli. Mtu ana comment kulingana unamfahamu. Ile tu thank you, hivi vitu kama hizo anakufurahisha tu. Kila mtu wetu ako na hiyo page, unafurahishwa tu. Hata kuna ule anakuchukia, anasikia vibaya kuhusu vile unafanya, lakini ana comment tu vizuri. Na kitu kingine nataka kumkosea Kabi. Sasa hivi wenye wanatuangalia, unajua kuna vile tumeonesha Kayole ni kama mahali pa low class. Kayole kuna nyumba nzuri sana, kuna watu wanaishi vizuri sana, kuna watu wanaishi kwa nyumba zao. Yeye mwenyewe anafaa aseme Kayole section gani, wapi alikuwa anaishi wapi. Sasa hivi watu wale wanaishi Kayole watamchukia sana kwa sababu kuna ule mwenye bado anaishi Kayole lakini kwake yeye ashafika mahali alikuwa akienda. Kwa hivyo ni vizuri tunapozungumza, tunapofanya chochote, fikiria mwenzako yeye anafikiria vipi, kwa sababu kile wewe unafikiria sio kile mwingine anafikiria. Na hata wewe ukionyeshana tuseme hizo mavitu sio vile wengine pia wanachukulia. Kuna wale wameshikwa na machungu sahi, wananasa depression kwa sababu wameng'ang'ana maishani, na kijana wa 29 years ametokelezea hapo, mara akona hii na yeye ako na miaka 60 anaelekea 70. Hana muda wa kubadilisha maisha yake. Hata Kabi awe sensitive. Ni vizuri mtu awe sensitive. Ni vizuri kukuwa sensitive ya mwingine. Yeye anafikiria nini? Be sensitive about the other person. Usifikirie wewe ile message yenye unataka kupitisha ndio hiyo peke yake unataka kupitisha. Ni vizuri pia kufikiria ule mwenye uliacha Kayole na bado anaendelea na usumbufu wake, yeye anafikiria nini? Anafikiriaje wale wenye wanaishi huko sasa hivi? Tunashinda tukitaja Kayole ni kama Kayole ndio local. Asante Evelyn, asante Kabi. Kayole bado. Wazazi wangu wanaishi Kayole bado. Kayole nilikuwa huko juzi tu kupeleka Audi babangu aiombe Kayole tu. Kwa hivyo nikisema Kayole naitumia kama reference. Hata calligraph kila siku anasema ametoka Kayole. Kwa hivyo Kayole ni reference point yangu mimi. Kama wewe umefika wakati umefika Kayole, then well and good. But that for me is a reference. Kuna watu wanasema nimetoka Runda, saizi nimejenga London. Huyo utasema watu wa Runda watamchukia kweli? Kabi, naja kwako tuweze kumalizia, lakini naomba kauli ya kufunga kutoka kwa Mankush. Kauli ya kufunga kaka. Yangu ni kusema kwamba Kambi ni mtoto wangu, Kambi nakupenda. Kambi, I'm not fighting you at all. Get me right. But there are these things I want to say. Kama nyama unayoila inakwanza mwenzako, afadhali usiile. Sio usiile kabisa, usiile wakati mwenzako wako akiondoka, unaweza kula hiyo nyama, lakini wakati yako hiyo nyama tafadhali iweke kando. Number 2, ndio nimalize. It is God who bless us. Tusijitolee kofia. Wacha tutolewe kofia na wale wanaona blessings zetu. Safi. Thank you very much. Shukran sana Mankush. Kwako Kabi, tukimalizia naomba umalize na hii kauli. Kuna watu wanasema mwimbaji bahati anakuiga, ukitoa zawadi na yeye atoa. Naomba umalize na hiyo, unasemaje kuhusu hao wafuasi wako ambao wanakupenda kiasi cha kukutetea hivyo? Naweza sema mimi sio bahati peke yake, na inspire very many. Kwa hivyo hata watu ambao wako juu wakikuwa inspired, then I am happy. Na kitu ambacho ningependa kusema, watu wa learn kupigia wengine makofi. Leo nimemove mimi, kesho itakuwa ni yako. Usione watu wakiinuliwa ukapata wivu, ukasikia gere kama vile ukapata stress, depression. Ukiona mwenzako anabarikiwa, kuna msemo sisi tunasemanga na marafiki zangu, when I see you being blessed, then I know that God is in the neighborhood. Kwa hivyo wewe ukiona Kabi anabarikiwa, jua hata zako. Sisi tumeweka kitu moja katika maisha yetu. It is all about God. It is all about ministry and even our love and life. Safi. All reflects Jesus. That's why we are called what? Jesus without shame or fear of the name Jesus in our name.
Shukran kaka Kabi kwa muda wako. Tulikuwa tuzungumze zaidi kuhusiana na lugha za mapenzi, lakini mdahalo umechukua mkondo tofauti. Hata hivyo, na furahia sana kwamba umesimama kidete na kutueleza kwa nini zawadi kuonyesha watu ina umuhimu gani. Evelina, shukran sana kwa muda wako. Evelina Ogendo, mwana saikolojia, rudi usome Kenya. Dan Mugera, mwana saikolojia wa ACPS, pamoja na kaka Pastor Mankush kwa mchango wako mzuri kabisa. Wengi sana wametoa michango yao katika mitandao. Namuona Charlotte Tatu kutoka Mombasa anasema very important kuelewa partner wako love language yake ni gani. Overseer Fred Wanjoe anasema niko Madogi Ruiru Kiambu na nimemsubiri sana Mankush na amefanya kazi nzuri, pamoja na Kabi wa Jesus. Lizzy Wams pia unasema wewe kwako unaona ni show off. Asante sana kwa kikosi kizima, wapige picha, fundi mitambo, waelekezi na mtayarishi wangu, pamoja na wanasa sauti kwa kufanya kazi nzuri sana kwenye kimasomaso. Shinikizo la Kuba ndo ilikuwa mada yetu siku ya leo. Endelea kuzungumza nasi. Huu ni mtandao ambao hauwezi kuisha hapa, utasonga hadi katika mitandao ya kijamii na tuangazie zaidi. Piga picha wangu Felix Olwatch pamoja na Samuel Onchana na Phoenix Olwatch kunradhi, na Nicholas Lusuli. Upande wa sauti namuona Nixon Atandi na Lydia Murage kwenye kuchanganya picha Vision Mixer. Graphics asante sana Christopher Wanga na Mick Jagero mzee wa kazi, na asante fundi wangu mitambo Oliver Wendo pamoja na Boniface Wanjala, Ausin Odhiambo na Richard Ngumbi katika upande wa kupeperusha. Santa sana mtayarishi Evelyn Mungai na mwelekezi wangu Philip Ocheng. Mwasema pia nyinyi mwatamani siku moja mzawadiwe Audi. Yangu iko hapo nje, nikimaliza naenda kuichukua, nishaletewa sijui na nani. Naitwa Lofty Matambo. Mungu atujalie wikendi ijayo Jumamosi tukutane papa hapa kwenye kimasomaso. Kwa heri, endelea kutazama KTN News.